Sijajua wewe, lakini Ayubu aliweka tumaini lake kwa Mungu katika kiwango ambacho hata mali yake ilipoharibika bado tumaini lake lilibakia kwa Mungu. Hakuweka tumaini kwa vile vitu alivyokuwa na possess ama anamiliki. Ukija kwenye kitabu kile cha Ayubu sura ile ya 31 kuanzia mstari ule wa 20 na 4 anasema, kama nimeweka tumaini langu kwenye dhahabu au kuiambia dhahabu safi, wewe ndiwe salama yangu. Maanake ndipo mahali ambapo alikuwa ameweka trust yake, ndio salama yake, ndiye maisha yake. 25 anasema, kama nimefurahia wingi wa utajiri wangu, ustawi ambao mikononi yangu ilikuwa imepata. Ukija ule mstari wa 28 anasema, basi hiyo pia ingekuwa dhambi ya kuhukumiwa na kadhalika. Weka tumaini lako kwa Mungu, usiweke tumaini lako kwa vitu unavyomiliki. Inawezekana zamani ulikuwa tajiri, ulikuwa na uwezo mzuri, ulikuwa na uchumi mzuri, lakini mambo yameenda mrama. Vijana wanasema mambo yameenda kombo. Huu si wakati wa kufikiria kukata tamaa na kujilaumu au na kulalamika, kwa sababu endelea kumtegemea Mungu kama Ayubu alivyomtegemea Mungu. Asante.